Toka nizaliwe sijawahi kuona mpigaji wa deki aliyekuwa bora Afrika na Mashariki nzima kama Tatu Kipini. Bwana, mchezo ulikuwa hivi. Huyo unaomwona hapo ni mjomba wa Hamisa Mobeto ambaye anaitwa Anko Mafix. Anko Mafix badala ya kufiwa na mkewe Mama Dani ambaye ni shangazi yake na Hamisa Mobeto, alionekana sasa anaelekea kuchanganyikiwa, maana kwa siku alikuwa na uwezo kumtaja Mama Dani zaidi ya mara 2000. Ndipo Hamisa Mobeto akajiongeza na kumtafuta Tatu Kipini na kumpanga, fanya unaloliweza, nataka mjomba wangu Anko Mafix aweze kumsahau shangazi yangu Mama Dani, na nataka moja kwa moja mawazo yake aanze kukuwaza wewe. Tatu Kipini akamwambia Hamisa Mobeto, usiwaze shoga yangu, mbona hilo naliweza, wewe nenda kazini, mimi niachie nyumba. Mchezo ulianza asubuhi kulipokucha. Ilifika muda AC zilizofungwa humu ndani zilionekana hazifai kitu. Kijasho chembamba kilikuwa kinamwagika mjomba, kiasi ya kwamba moja haikai, mbili haikai, nyuma hakai, mbele hakai. Swali la kujiuliza, je, Tatu Kipini anaweza kumtoa Anko Mafix katika mawazo ya Mama Dani? Bana, kwa upande wa mjomba kochi lilikuwa dogo kiasi ya kwamba unaweza ukasema ni mzazi mwenye uchungu, sasa nataka kujifungua. Hapana, chezea deki la Tatu Kipini wewe. Kofia ilionekana nzito zaidi ya kilo 40. Kumbuka, lakini hii ni mipango ya Hamisa Mobeto na Tatu Kipini kumtoa mjomba katika dimbwi kubwa la mawazo la Mama Dani. Tatu Kipini ni mmoja kati ya viumbe vilivyoumbwa kwa upendeleo, na nilikwambia ana tunzo ya upigaji deki bora Afrika na Mashariki nzima. Kwa upande wa vichwa vya mjomba, kila kichwa kilikuwa kinaanza kuonyesha tabia yake. Je, Tatu Kipini atamzimisha Mama Dani? Mwanamke aliyefunzwa kinyanditili, njengo, msuio pamoja na mkole, fundi wa mapenzi aliyemchanganya Anko Mafix mwenye staili zaidi ya 70, na moja kati ya staili zake anasema anavoga lakini uzuriki. Tatu Kipini ndo mwisho wa kumbukumbu za Mama Dani.